Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa ni pilika za maandalizi kuelekea wiki ya ngazi ya juu ya mjadala wa wazi wa mkutano mkuu wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 80. Kwa mfano hapa patajengwa mabanda, itajengwa banda moja kubwa ambalo litakuwa linazungumzia malengo ya maendeleo endelevu. Walichukua kalamu, wakaweka ahadi, wakaweka majina yao kama mimi ninavyoweka ya kwangu hapa. Flora Nducha. Na leo basi katika kujifunza Kiswahili, je, wajua mjoli ni nani? Basi ambatana nami hadi mwisho katika kipengele cha jifunze Kiswahili. Ni Jumanne ya tarehe 16 ya mwezi Septemba mwaka 2025, siku ya kimataifa ya uhifadhi wa tabaka la ozoni. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa New York, Marekani. Kabla basi ya kuingia katika mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Selina Cherbon. Karibu Selina. Asante Asumta. Naanzia Mashariki ya Kati. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa imesema Israel imetekeleza mauaji ya kimbari Gaza. The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian. Ripoti ya tume hiyo iliyotolewa leo mjini Geneva pia inamtaja Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na maafisa wengine wakuu wa Israel kwa kuchochea vitendo hivyo. Israel imepinga vikali na kuuita ripoti hiyo kuwa ni kashfa. Taarifa hii imetolewa huku mashambulizi makali ya anga yakiendelea usiku kucha mjini Gaza bila dalili za kukoma. Hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, shirika hilo limekamilisha makadirio mapya ya bajeti ya mwaka 2026 yakionyesha kupunguzwa kwa zaidi ya dola milioni 500. Hatua hiyo ni sehemu ya mpango wa mageuzi ya UN80 unaolenga kuongeza ufanisi wakati Umoja wa Mataifa ukiadhimisha miaka 80. Bajeti mpya inapendekeza kupunguzwa kwa rasilimali kwa zaidi ya 15% na nafasi za kazi kwa karibu 19% ikilinganishwa na mwaka 2025. Na huko Nairobi, Kenya leo imezindua maabara ya kisasa ya polio iliyoidhinishwa na Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa Duniani WHO katika taasisi ya utafiti wa tiba ya Kenya KEMRI. Kituo hicho kilichofadhiliwa na WHO na wakfu wa Gates kimeelezwa kuwa nyenzo muhimu katika kugundua mapema na kukabiliana na virusi vya polio pamoja na magonjwa mengine yenye uwezekano wa kusambaa si tu nchini Kenya bali pia katika kanda nzima ya Afrika. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Asumta. Asante sana Selina Cherbon kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni wasaa wa jifunze Kiswahili na leo tutaungana na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Bakita, Tanzania. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à من بين الدول التي شاركت. Naam, ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Ilikuwa miezi, wiki na sasa tunahesabu tu siku kuelekea wiki ya ngazi ya juu itakayoshuhudia mjadala mkuu wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Maelfu ya watu watakusanyika hapa na viongozi wakuu wa nchi na serikali kutoka kila pembe ya dunia watajadiliana. Leo basi tunaangazia ambavyo mazingira hapa hubadilishwa ili kulipokea tukio hili kubwa zaidi la kidiplomasia duniani. Tuanze basi na Flora Nducha ambaye anatupitisha katika shoroba za Umoja Mataifa. Katika shoroba hizi za Umoja Mataifa, siku za kawaida kama leo mambo yanakuwa kama hivi. Mfano hapa kunakuwa kumewekwa picha mbalimbali za kuelezea matukio mbalimbali. Hizi unazoziona hapa zinakumbusha mkataba ambao ulianzisha Umoja wa Mataifa miaka 80 iliyopita huko San Francisco hapa Marekani mwaka 1945. Na hiyo ilikuwa ni baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Watu wengi walipoteza maisha.
iliacha athari kubwa sana, hasa katika masuala ya usalama. Kwa hiyo akaamua kukaa kikao na kukubaliana asilani isitokee tena vita nyingine ya dunia. Kwa hiyo akaenda San Francisco, wakaketi, wakajadiliana, wakaamua kutia saini ili kuhakikisha kwamba kila mwanachama ambaye atakuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa atatekeleza ahadi ya Umoja wa Mataifa ya kuhakikisha amani na usalama wa dunia na vita kukomeshwa. Walichukua kalamu, wakaweka ahadi, wakaweka majina yao kama mimi ninavyoweka ya kwangu hapa. Flora Nducha, naahidi kutekeleza yale ambayo Umoja wa Mataifa unataka yatekelezwe, na hasa kuhakikisha dunia inakuwa mahala bora na salama kwa kila mtu kuishi. Lakini wiki ya kuelekea mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mambo yanabadilika. Shoroba hizi zinageuka kutoka kuweka mabango, zinageuzwa kuwa ni ofisi za viongozi wa dunia wanaokutana kuketi na kubadilishana mawazo na kuweza kukubaliana mikataba na pengine kujenga urafiki, kujenga umoja na kadhalika. Sasa ambatana nasi uone mambo yanakuwaje wakati wa heka hizo za kuelekea Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Sasa tuelekee huko nje. Yupo Arnold Kayanda. Arnold, Flora ameelezea hapa kwamba mambo yatabadilika ndani na hata huko nje uliko. Tupe kidogo mifano maeneo yatakayobadilika. Kwa mfano hapa patajengwa mabanda, itajengwa banda moja kubwa ambalo litakuwa linazungumzia malengo ya maendeleo endelevu. Malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs yako 17 yanatekelezwa kote duniani, na dunia inataka kuona yamekamilika kufikia mwaka wa 2030. Kwa hivyo wakuu wa nchi, serikali, taasisi, asasi, watu mbalimbali wa kawaida watakuwa wakiingia kwenye banda litakalojengwa hapa ili kujadili na kubadilishana uzoefu, kuambiana wamefikia wapi. Kule unakoona kuna bustani, kwa kawaida kutajengwa banda jingine kubwa kwa ajili ya wanahabari kama sisi kutoka kote duniani, kuhakikisha wanakuletea yote yatakayokuwa yanajiri. Na katika jengo hili ambako unaona watu wanatoka, ni milango ambayo wageni mbalimbali watakuwa wanaingia. Kuna milango mingine huko nyuma ambako wakuu wa nchi na serikali wataingia, na humo ndani kwenye jengo, humo ndani ndiko kuna ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo rais wako au makamu wa rais au waziri mkuu atafika hapa kwa ajili ya kueleza yanayojiri katika nchi yako. Kwa hivyo kama uko Uganda, Zambia, Malawi, Kenya, Tanzania, DRC, Rwanda, Burundi, kote duniani, rais wa Marekani, marais na wakuu wa nchi watakuwa hapa kwa ajili ya kuzungumza. Kwa hivyo ni wakati wako kufuatilia yote yatakayojiri, na sisi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea matangazo ya moja kwa moja na yale yasiyo ya moja kwa moja katika wavuti wetu news.un.org/sw, kupitia katika redio washirika pamoja na televisheni washirika kutokea kule uliko. Mimi ni Arnold Kayanda, tutakuwa na Elea Mushi, Assumpta Massoi, Selina Cheropon, Flora Nducha na pamoja na watangazaji washirika kutoka sehemu mbalimbali kukuletea mahojiano, maandishi katika wavuti wetu, picha pamoja na video, na tutahakikisha kwamba unashiriki hapa katika Umoja wa Mataifa hata bila kufika hapa. Asante sana Arnold Kayanda. Bila shaka kwa uwepo wa viongozi wakuu wa nchi na serikali zaidi ya 100 na maelfu ya wahudhuriaji wengine, usalama ni kitu kinachopewa kipaumbele cha juu sana. Kupitia mahojiano yaliyofanywa na Monica Grayley wa idhaa ya Umoja wa Mataifa ya Kireno, Aissata Kamara, kamishna wa masuala ya kimataifa ya jiji la New York, anaeleza walivyojipanga na vikosi vyote vya usalama ikiwemo polisi wa jiji la New York NYPD, wana usalama wa taifa la Marekani FBI kwa kushirikiana na walinzi wa Umoja wa Mataifa. Nimekuwa nikifanya kazi katika ofisi yetu kwa takriban muongo mmoja. Kwa hivyo huu sio mkutano wangu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kwanza, lakini niseme kwamba huu ni moja ya mikutano ya kiwango cha juu zaidi kwa sababu ya changamoto nyingi zinazotokea duniani. Changamoto ambazo zinatugawanya kama watu duniani kote. Lakini pia tuna bahati kubwa kama jiji kuwa mahali ambapo wadau wote wanakusanyika ili kutafuta suluhu ya pamoja. Kwa hiyo kwetu, wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, tunataka kuhakikisha kwamba wajumbe wote na kila mtu anayekuja New York anakuwa salama.
na tunafanya hivyo kupitia maandalizi ya pamoja ya wadau mbalimbali katika ngazi ya jiji, tukizungumza na wenzetu, lakini pia kupitia mikutano ya pamoja na taasisi zingine inayofanyika Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na ulinzi wa Umoja wa Mataifa na wadau wengine pia. Ninatoa pongezi kubwa kwa wenzetu wa idara ya polisi ya New York, wenzetu wa serikali ya jimbo na shirikisho. Kila mara wanawaza kuhusu usalama wa kila mtu. Na tunapofanya kazi yetu vizuri, mnaweza kushiriki katika mikutano na matukio bila kufikiria kuhusu usalama wenu. Sisi tupo pale, tunafuatilia kila mara, na wenzetu wanazingatia sana matishio yote. Lengo letu ni kwamba muwe na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulio bora. Shukran sana Aissata Kamara, kamishna wa masuala ya kimataifa wa jiji la New York, na nyote mlioshiriki kuandaa mada hii kwa kina. Sasa umewadia wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi huyu wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania BAKITA, anafafanua maana ya neno mjoli. Inapotokea mtu aliyekuwa mateka au mtumwa kwa kipindi cha nyuma na akawa huru, na ikatokea akapata uzazi, mtoto yule ambaye anatokana na utumwa anaitwa mjoli. Ni mtoto wa mtumwa ambaye sasa anaweza kuwa huru. Lakini pia mjoli, tumewasikia baadhi ya watu wakimwita huyu ni mjoli kwa maana ya mwenza. Anaweza kuwa mwenza wa mtumwa pia, naye anaweza kuitwa mjoli. Kwa hiyo mjoli ni neno ambalo linatokana na ile hali ya uhuru baada ya utumwa. Shukran sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video zingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na ukurasa uko X Habari za UN rambazo utatupata. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Assumpta Massoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.